Sasa huyu ni mjomba, tena ni mwalimu yako. Mwalimu amekusomesha hata ana chochote, lakini anakusomesha mpaka grade 9. Sasa hiyo naenda kwa mkono ya mheshimiwa, usimwangushi. Ukimpata shukuru yeye. Shukuru kabisa. Kwa sababu mimi siwezi. Sina nguvu, sina chochote. Sasa hiyo ndio niko nayo. Huyu mtoto. Jina yangu ni Gladys Nanyiri. Nanyira. Nanyiri. Okay. Ni nyanya ya mtoto. Asante. Sasa wakawachia nyanya yake amekuwa anashughulika na yeye. Hata sisi walimu tulikuwa tunaungana tunamsupport kidogo tunaweza. Tangu aanze shule. Lakini vile alionyesha kwamba anaenda kufuta mtihani. Sisi kama walimu tukaanza kuwa na uoga. Ingawaje tulikuwa tunamwambia tete mtihani. Bahati nzuri akaitwa St. Peters. Tulifurahi, lakini pia tukaanza kuwa na wasiwasi. Sasa mtoto wapi? Mwanafunzi anasema anataka kuwa daktari wa macho. Sasa ilibidi tuanze kutafuta usaidizi huko na huko. Tuko na mwalimu mwenzetu kule Jina yangu naitwa Gladys Nanyiri. Ni mtoto mwenye papa mheshimiwa amesaidia, ni mnyanya, ni ananiitwa nyanya. Na huyu kweli mmenisaidia kwa sababu mama yake alikuwa mtoto yangu. Na huyo mtoto alikuwa msichana mwenye anafuata huyu mtoto yangu. Na vile alikuwa shule, changamoto ya shule, mtoto si kujua ako na mimba. Alipata mtoto shule na watoto wenzake. Sasa sijui baba yake, mama yake. Mama yake bila aliniona tu napika tabu na mtoto na yeye kusomesha, akatoroka akaniwachia mtoto miezi 6. Huyu mtoto nimesumbukana na yeye kusomesha, na chomba yake huyu alikuwa kwa shule, nikashindwa sasa nitafanyaje. Lakini ilikuwa mkonda yake ya mwisho kumaliza training yake ya walimu. Sasa bila alimaliza akasema sasa huyu mtoto nitafanyaje? Kama naanza tu kusomesha, nitamsomesha tu. Kwa sauri atujui baba yake, mama yake ametoroka, amekuacha. Kwa jina naitwa Bradley Njani, natoka Kanachi area. Na nasoma shule ya kuanzia baby class hadi top class. Nimesoma Rehoboth. Nikajoin Misikwa RC, nikasoma grade 1 to 3. Nikatoka hapo nikaenda St. John's, nikapatana na mwalimu Moses, nikasoma grade 4 to 7. Nikarudi tena RC nikasoma 8 and 9, nikafanyia huko mtihani. Nikapata 62 points kama total points. Kaitwa St. Peters Mumias. From there shoshangu alikuwa GSA. Yaani hata hiyo school fees alikuwa tu analia usiku na mchana. Alikuwa hata anashangaa hiyo tutotoa wapi. Kwa sababu mama yangu alinipata tukua shule. Alikuwa shule. Akaniachia shoshangu hadi mwenyewe sijaona babangu. Hata yani sijaona hadi hata sura ya mamangu sijamuona. Sasa vile mwalimu Moses alisikia nimeitwa St. Peters Mumias, akatafuta mheshimiwa. Bahati mzuri na neema ya Mungu akampata. Mimi kujuana hii familia, nimejuana na wao zaidi ya miaka 7. Huyu mwanafunzi alipitia kwa mikono yangu nikimfunza, nikamjua. Alikuwa mwanafunzi wa bidii na nidhamu. Kwa darasa alikuwa mwanafunzi ile ambaye ukimtuma anatumika, anafanya vile wakubwa ama walimu wanataka, na nikampenda. Lakini walikuwa na shida. Alikuwa anaishi na shosho yake, amekuwa anafanya biashara kule Misihu, na biashara haijakuwa inawasaidia vizuri. Mambo ya elimu saizi imekuwa very expensive. Sasa mwanafunzi alipofanya mtihani akapata alama 62 na akawa amepita sana. Bahati mzuri akaitwa St. Peters. Tulifurahi, lakini pia tukaanza kuwa na wasiwasi, pesa tutatoa wapi? Na mwanafunzi anasema anataka kuwa daktari wa macho.
Sasa ilibidi tuanze kutafuta usaidizi huku na huku. Tumetembea ofisi nyingi sana na tulikuwa hatujafaulu bado. Lakini ni Jumatatu moja lile ambalo limepita, tuko na mwalimu mwenzetu kule Webuye. Tulimtafuta na tukamwomba tusaidie namba ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye anaenda kuwa governor wa Bungoma County. Tumekuwa tunaona kwa TV anasaidia watoto wale ambao hawajiwezi from needy families. Na tukasema tukipata huyu mheshimiwa, yeye ako na interest ya mtoto yule ambaye hajiwezi moyoni mwake. So vile nilipopata hiyo namba, hata sikupiga, nilituma tu message, na kusema ukweli mheshimiwa alijibu mwenyewe. Na nikasema hapa Mungu ametenda. Sasa nami hata siku nyamaza sana, nikaamua kupiga picha kwa sababu nilikuwa nishamuelezea kila kitu, na akawa ameonyesha roho ya kusaidia huyu mtoto. Sasa nilipopiga picha kwa nyumba hii ya huyu shosho na huyu mtoto, kwa sababu wanakaa pamoja, kukula ni shida, school fees hawangeweza hii ya senior school. Kwa sababu fees wanasema ni karibu 50,000, ukiweka pamoja na hiyo shopping inaingia karibu 80,000. Hiyo ingekuwa ngumu kidogo. Hata kama wahisani majirani tungesema tuwasaidie, haingekuwa rahisi. Tulijaribu lakini hatukufaulu. Sasa vile mheshimiwa nilipomtumia zile picha, na akasema, akaniandikia message, akasema huyu mtoto tutamsomesha na tutamfanyia shopping. Mimi nikafikiria labda ni mambo tu ya wanasiasa. Lakini kusema kweli imekuwa siku 3-4 zilizopita nikapigiwa simu na mheshimiwa anafanya kazi kule kwa ofisi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Wakaniambia nipeleke hiyo barua ya St. Peter's kule Eninga. We have today here a young man from a community of Bungoma. A young man who is very bright because of what he attained in his last examination. But he has been having challenges of joining the school because he comes from a family that is not very well endowed to support his education. He came forward to Mheshimiwa, and Mheshimiwa had what he was looking for. And because he has seen what the potential of this young man, Honorable Wanyonyi has committed to help him. Bradley Njani. Stand please, stand a little. Bradley Njani has been admitted to St. Peter's Mumias, one of the top schools in the country. And today, what Honorable Tim Wanyonyi has done for this bright young man is that he has paid 50% of his school fees. That is 27,000 shillings. He's going with it. And then Mheshimiwa has committed that he will finish the 50% that is remaining. He will complete all that. So today we want to hand over to Bradley Njani. Yeah. And also, in addition to that, Honorable Tim Wanyonyi has done all the shopping that Bradley needs to go to St. Peter's. So the entire shopping for this term is taken care of, whatever it was. So all that Bradley is going to do is to pick his bag, pick the shopping that Mheshimiwa has done for him, and get on to the next bus to St. Peter's. So Bradley, this is the gift for you from Honorable Tim Wanyonyi. And he wants you to go and work hard. Okay? Every time we shall be coming back when you close, before you go home, come and talk to Mheshimiwa Tim Wanyonyi and tell him how your school has been in the term. Do you agree that? Yes. That when you come from school, your first stop will be where? Eninga. To bring your report card to Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Okay? Yes. And go and work hard. Okay?